set apart. Kuweka wakfu ni kutenga. Dedication, tunaweza sema to hand over ownership. Wakati tunapodedicate mtoto, unakuwa unasema huyu mtoto nimempeana kwa Mungu na sio wangu. Are you getting me? Ukifanya dedication, kama ni shamba, kama kungekuwa na mchanga hapa ama title deed, unaweza nunua shamba but ownership sio yako. Unaweza kuwa na title deed ambayo inaonyesha kwamba ni wewe, but spiritual ownership sio yako. So wakati hiyo property inapokuwa dedicated, inakuwa set apart, inakuwa tumebadilisha ownership. Kuanzia that time inakuwa ni ya Mungu na wewe. Amen. Sema amen. Amen. What is dedication? Tunasema to commit permanently to God. Ni kuipeana kabisa kwa Mungu. Kuipeana kabisa kwa Mungu. Hallelujah. Oh yes. Sema amen. Amen. Why dedication is necessary? Kwa nini kuweka wakfu ni jambo la maana? It is important. It is necessary. Kwa nini kuweka wakfu ni lazima ama kunahitajika? Mtu wa Mungu, kama chochote uko nacho akidedicatiwa, inamaanisha ufalme huo mwingine uko na haki ya kuidemand. Sikiza mtu wa Mungu, kwamba kama gari haina number plate ya Kenya, sio ya Kenya, inaweza wekwa ikuwe ya Southern Sudan ama ikuwe ya Rwanda ama ya Uganda. Are we together? Oh yes. Leo tunatangaza kwamba it is necessary to dedicate. Amen. Hallelujah. Jambo la kwanza, why dedication is necessary, tunasema dedication invites God's presence. Wakati wote tumededicate, kama leo tutadedicate hii madhabahu, tutadedicate documents za watu hapa. Kuna watu wanafaa waongezewe mshahara. Amen. Kuna watu wanatakana watoke kwa that level, oh yes, waingie kwa another level. Amen. So it commands God's presence. Inaleta uwepo wa Mungu. Yes. Sema uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. Sikuziki mtu wa Mungu, sema uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu. So it is necessary, it's important when we dedicate things to God. It attracts the presence of God. Mtu wa Mungu, wewe unajua nyuki, si ndio? Yes. Niangalia hapa. Si unajua nyuki? Yes. Ha? Hello? Oh yes. Unajua ninaona kama tuko hapa. Hallelujah. Amen. Tuko 2026. Hallelujah. Amen. Nyuki hata ikikuwa na hiyo beehive, hiyo ni msinga. Iwekwe mahali haiwezi ingia. Lakini wakati utawekwa asali tu kidogo pale, nyuki popote ziko zitaingia, kwa sababu imekuwa welcome kwamba hii ndio maeneo yetu. So wakati tunapodedicate nyumba, tunapodedicate shamba, tunapodedicate maisha ya watu, tunapodedicate madhabahu, tunapodedicate mwaka, inakuwa ni mwaka wa Bwana. Oh yes. Tunakaribisha uwepo wa Mungu katika kile ambacho kimewekewa wakfu. Yes. Sema amen. Amen. What should be dedicated to God? Ni nini ambayo inafaa iwekwe wakfu kwa Mungu? Jambo la kwanza, Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Ni nini ambayo inafaa iwekwe wakfu kwa Mungu? Hallelujah. Inasema nini? Twende haraka. Hallelujah. Romans chapter 12 verse 1, let's read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
What should be dedicated to God? Our lives. Maisha yetu lazima ikuwe dedicated, ikuwe soaked to God. Tunasema Bwana, kuanzia leo Bwana, tawala maisha yetu. Na leo tutakuanoint, leo tutakudedicate. Amen. Tutakupeana kwa Mungu mwaka huu. Oh yes. Maisha yako, roho yako. That's why mtu ambaye amededicatiwa hatakani anaimba secular song, kwa sababu kuna nyimbo ambazo zimededicatiwa kwa kingdom. Mtu ambaye amededicatiwa kwa ufalme huu lazima manifest the kingdom of God. Oh yes. In his or her life. Amen. Sema amen. Amen. Ambia mwenzako, wewe ni mali ya Mungu leo. Wewe ni mali ya Mungu leo. Hey. Sema amen. Amen. Number 2. What should be dedicated? Ni nini inafaa kuwekwa wakfu? Ya kwanza tumesema nafsi zetu, maisha yetu lazima iwekwe wakfu. Psalms 127 verse 3. Psalms 127 verse 3. Psalms 127 verse 3. Kalaba zikalaba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. No, utaenda mbio. Psalms 127 verse 3. Lipalaba. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana sikubali. Psalms 27 verse 3. Lord, children are the heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Now, our children should be dedicated to God. Yes. Watoto wanatakana wawekwe wakfu. Children are inherited from the Lord. Watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Watoto ni dhabihu. Hakuna mtu anapata mtoto kwa sababu tu wamepatana mume na mke. No. Ni gift ambayo Mungu huwa anapeana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Huyo mtoto ashikwe please. Naona venye kunaenda siku nzuri. Amen. So children are supposed to be dedicated. Na wakati mtoto hajadedicatiwa, huwa anatakiwa na maroho. Maisha yake huwa inakuwa kwa hatari. Future yake inakuwa kwa hatari. Dedication sio maombi. Dedication ni kumkaribisha Mungu kwa maisha yako. Sema amen. Amen. Mbona sikusikii? Sema amen. Amen. So wakati unapoona Mungu hajaingizwa kwa maisha ya mtu, huyo mtu shetani ako na uwezo wa kuanzana na yeye, kwa sababu Mungu hajaingizwa kwa maisha yake. Amen. Hallelujah. Oh yes. We are going to dedicate our children to God. Amen. We are going to dedicate our lives to Jehovah. Amen. Joshua chapter 24 verse 15. Joshua chapter 24 verse 15. Joshua 24 verse 15. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. We can read Joshua chapter 24 verse 15. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve,
whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Joshua anaambia wana wa Israeli, mtaamua ni Mungu gani mtatumikia. Mungu wa Amori ambapo muko, ama Mungu ambaye mlikuwa katika utumwa. Lakini mimi na nyumba yangu, we shall serve the Lord. Amen. Amen. That was a prayer of dedication. Oh yes. Our homes and our marriage should be dedicated. Amen. Ibada kama hii inatakana bibi na bwana wanakuja kwa ibada kama hii. Amen. Tunawaombea, tunatangaza kwamba hii ndoa ikuwe na nguvu ya kusonga mwaka mwingine. Oh yes. Shetani huwa anapigana na nyumba. Shetani huwa anapigana na ndoa. Shetani huwa anapigana na jamii. Pengine hii ndio mwaka ambaye shetani ameamua kwamba ndio ya mwisho, lakini leo tuko na dedication service. Amen. We are going to dedicate our children, our home, our marriage to God. Amen. Sema amen. Amen. Gideon, hii ndio ibada mama angekuwa hapa. Si unaona sasa? Hallelujah. Lakini tutaunda tena ingine. Tutakiriate sasa na ufunuo vizuri. Amen. Umeona venye iko serious? Yes. Mimi nimeona vile mnakuja kwa ibada ni kama hamujiti kwa mwaka gani. Hawezi ingia mwaka mpya na style ya mwaka mzee. Lazima vitu vibadilishwe kwanza. Na wakati tunapobadilisha, Mungu anaonekana katika jina la Yesu. Amen. Proverbs 16 verse 3. Proverbs 16 verse 3. What should be dedicated to God? Ni nini ambayo inafaa iwekwe kwa Mungu, wakfu kwa Mungu? Kala bado usia. Na Mungu wangu ninakupenda. Bwana Mungu wangu ninakupenda. Umefanya mambo ya ajabu. Hallelujah. Proverbs 16 verse 3. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. You dedicate your works to the Lord, and your thoughts shall be established. What should we dedicate? Our work and our ministry. Kazi yetu inafaa ikuwe dedicated. Na ndio unaona tunakuanga na dedicated sticker. Tunasema kwamba hii sticker enda weka kwa biashara. Kile huwa tunasema kwamba hiyo biashara ni ya Mungu. Hapa mpataki? Yes. Unafikiria ni picha ya mtume. Hii ni inakuaga kazi yetu ni mali ya Mungu. Amen. Shetani kama anafanya vituko usiku, vitu yetu haitaguswa. Amen. Hallelujah. You know there are many activities ambao huwa inafanyika during the night. Kuna kuanga na uovu mwingi sana ambao unafanyika wakati wa usiku. So huwa wanaangalia wakati ya mchana the manifestation of their wickedness. Ayo Mike please. Huwa wanaangalia kile uovu inafanya. Anasema tulisema hivi, imeanza kufanyika. We are going to dedicate our works. Tutapeana kazi yetu kwa Mungu. Amen. Unajua mimi nimewahi ona mtu ni OCS anaenda anaingia station, na anapoingia hivi station Jumatatu anapopandisha bendera anagonjeka. Anaonekana Friday ndiye anakuja, na akiona bendera ikipandishwa anagonjeka tena, anapelekwa anakuwa admitted. Nimeona hiyo kitu. Mpaka wakati tulipoomba
Tukamwambia ulipandishwa kuwa OCS lini? Anasema juzi tu. Na tangu nifike kwa hiyo ofisi, kaambia hii ofisi imewahi dedicatiwa. Anasema hapana, sijawahi dedicatiwa, hata sijui ni nini. The time tulidedicate, hana shida na bendera, inapandishwa inashukishwa, ako sawa. Haleluya. Kuna mwingine niliona amepewa promotion. Yeye alikuwa analala, anakuja kwa kazi, analala. Wanasema yule manager mlitupatia haki ana usingizi. Analala mpaka anamwaga mate, anaamka. Tukamwombea, akatuambia kuna kitu mimi sijui, nikifika tu kwa kazi ninalala mpaka wakati ya lunch time na wakati ya kwenda nyumbani ndio ninakuwa naomba. Tukamuuliza, ile kiketi ya ule mkubwa uliikalia ati yeye? Nikamwambia enda toa hiyo kiketi. Tukamwombea, tukamwambia enda na hii anoint that office. Mpaka leo alalagi. Ushuhuda ya jana nakwambia hakulala. Hallelujah. So we are going to dedicate our works to God. Kwa nini tuna dedicate? Ndio faida yenye tuliona mwaka jana iendelee kuongezeka mwaka huu. Naongea na watu ya Mungu. Sema amen. Amen. Unaweza anza biashara bila Mungu, unaweza fanya tu, lakini kuna mahali hauwezi fika, kwa sababu wakati vita vitakapoanza inaonyesha hiyo sio mali ya Mungu. Why it should be dedicated? Ni nini ambayo inafaa ikuwe dedicated? Ya mwisho, Psalms 90 verse 12. Psalms 90 verse 12. Omba utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Sema omba, omba utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Teach us to number our days. Our season, our year, our new year must be dedicated. Are we together? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mwaka mpya huwa inatakana inadedicatiwa. Na leo tuli cross over, but leo ni dedication service. Amen. We declare, tukatangaza, tukaruka na ushindi, lakini hiyo sio dedication. 31st ni ya maana, but the first Sunday of the year ni ya maana zaidi. Amen. Because tayari sasa tuko katika huo mwaka ambayo Mungu anataka tukue nao. Amen. Whatever you don't dedicate, the enemy may manipulate. Chochote ambacho hakijewekwa wakfu, shetani ako na nafasi ya kuicheza nayo kalongolongo. Ako na nafasi ya kuiharibu. Ako na nafasi ya kupigana nayo. Amen. Oh my God. Nashukuru kwa sababu ya ibada hii ya leo. Amen. Tunaenda kudedicate watu maisha yao kwa Mungu. Amen. Naenda kudedicate. Sijui kwa nini simu ndio mingi, I don't know. But sijui zinaibiwa sana. But I don't know the revelation behind. But leo tunaenda kudedicate. Amen. Unaona shetani amekusahaulisha ndio usikumbuke, na amesababisha umechoka kabla hata mwaka ijaanza. Shetani muongo.
Asema yeye ni muongo. Yeye ni muongo. Sema afaulu mwaka huu. Afaulu mwaka huu. Inua mkono juu, sema 2026. 2026. Tunaidedicate kwa Jehova. Kwa Jehova. Ni mwaka wa Mungu. Ni mwaka wa Mungu. Ninatarajia kuona uwepo wa Mungu. Kuona uwepo wa Mungu. Kwa mwaka huu. Kwa mwaka huu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Pigia Bwana kelele. Haleluya. Haleluya. Piga kelele zaidi. Hallelujah. So we are going to dedicate this year to the Lord. Tutaianoint tarehe 4 ibada ya kwanza ya 2026. Amen. Tunatangaza ibada zote zitakuwa na impact. Tunatangaza maisha yetu tunapopita katika mwaka huu italeta matokeo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Results of true dedication. Matokeo ni yapi wakati tunapo dedicate hizi vitu vyote? Tumesema tuna dedicate nini na nini? Na dedicate maisha yetu, watoto wetu, nyumba zetu, ndoa zetu, kazi yetu, huduma yetu, mwaka tunaidedicate. Tukifanya hivyo, ni nini tunatarajia? Kuna mambo ambayo unatakana uyatarajie. Hatufanyi tu bila understanding. Tunafanya kwa kuelewa. Jambo la kwanza, results for dedication. Kutakuwa na kitu kinaitwa divine direction. Mwelekeo wa kiungu. Divine direction. Kwamba hatufanyi tu kama kawaida. Pengine mambo yalisha shift na wewe bado uko tu kwa hiyo hali ya kawaida. Halo. Wewe umeona kuna watu ya post office. Halo? Unanielewa? Huo wananipigia simu kila wakati. Wananiambia hii post box tufunge ama tuache? Nawaambia funga. Kwa sababu gani? Walipitwa na wakati. Saa hii sihitaji barua iende kwa posta. Saa hii WhatsApp imefikia mtu popote hapo. Saa hii email inaenda anywhere. Saa hii hata ninaweza ongea tu kwa simu, tunaonana na mtu ambaye ako Amerika na Canada na whatever. So walipitwa na wakati. Hawa ndio wangekuwa na offer hizi services, lakini walikuwa overtaken. Na wakati haujadedicate vitu zako kwa Mungu, inaweza kuwa outdated. Bwana anakupatia direction. Anakupatia 2026 mwelekeo, pengine hata si kubwa sana, but kidogo tu hivi, na inaleta utofauti kubwa kwa maisha yako. Wakati unapodedicate maisha yako kwa Mungu, hata ndoto ina change. Ninakosa amen hapa. Ndoto ya kukimbishwa, ndoto ya kunyongwa, ndoto ya husband spirit, hizo zote zinaondoka. Amen. Yaani ile mwenye hata huwezi ambia apostle, unajua kuna kuanga na hivi na hivi, just umeificha mpaka imekuwa personal, imekuwa part. No, leo tunapokudedicate kwa Mungu, kuna uovu hautakuwa juu yako. Amen. Na Mungu ataanza kuongea na wewe. There will be a divine direction in your life. Amen. Sema divine direction. Divine direction. Mimi nauliza hivi, ni nani amewahi kuwa 2026 akafika June alafu akarudi akatuambia by the way itakuwa hivi na hivi? Umewahi? Now we need divine direction. Amen. Tunahitaji Bwana tuongoze January mpaka December. Amen. Tunahitaji tuone Mungu kwa maisha yetu. Asema amen. Amen. Sema amen. Amen. May you enjoy divine direction. Amen. After this dedication, may you enjoy divine direction. Amen. Sema divine direction. Divine direction. Number 2, results for dedication. Results for true dedication.
In fact, the word there is true dedication. Spiritual covering. Spiritual covering. Unaanza kukua chini ya mbawa la kiroho. Umekuwa covered. Hakuna vile mshale ya mganga, ya mchawi, ya muovu itakuwa juu ya maisha yako. Amen. Amen imekosekana. Amen. Amen imekosekana. Amen. Sikiza mtu wa Mungu, haujeruhusiwa kukuvia hapo kachonge. Amen. Haujeruhusiwa kwa sababu there is a spiritual cover over your life. Amen. Spiritual cover. Amen. Guza mwenzako mwambie mimi nitaenda. Mimi nitaenda. Usiniambie mimi, ambia mtu. Sema mimi nitaenda. Mimi nitaenda. Na nitarudi. Nitarudi. Rudia tena. Mimi nitaenda, nitarudi. Waambie hiyo safari nitaenda. Hiyo safari nitaenda. Na nitarudi. Nitarudi. Nikiwa salama. Nikiwa salama. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haujaruhusiwa unaenda Nairobi ukuje kwa jeneza. No. Amen. Haujaruhusiwa unaenda ng'ambo tunaletewa mwili imefungwa. Oh my God, we refuse that. Yes. Oh my God, after dedication. Yes. After dedication. Ambia mwenzako after dedication. After dedication. I enjoy spiritual cover. Spiritual cover. In the name of Jesus. 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 Sisikie amen hapa. Sisikie amen hapa. Sema spiritual cover. Spiritual cover. Sikiza mtu wa Mungu. Oh my God, hii spiritual cover ni 24/7. Yes. Usiku na mchana. Amen. Sema amen. Amen. Nyumba yako haijaruhusiwa kuchomwa na moto. Amen. Haijaruhusiwa kuungua. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Sema wakiniroga. Wakinirogeka. Sitarogeka. Sitarogeka. Kwa maana mimi ni mali. Kwa maana mimi ya Jehova. Ya Jehova. Sema spiritual cover. Spiritual cover. Ati tangu anunue hiyo gari ndio shida yake ikaanza. Yes. There is spiritual cover. Amen. Sikiza mtu wa Mungu, sikiza mtu wa Mungu. Utapita mahali watu wa kwenyu hajawahi pita. Yes. Kwa sababu gani? Oh, yes. Kwa maana there is a cover over your life. Yes. Ati unajua mjomba alijenga nyumba akakufa. Shangazi akajenga akakufa. Alafu ndugu yangu mkubwa akajaribu akakufa. Sasa mimi nitakaanga kwa ladi. No, tutajenga na hatutakufa. Amen. Aya. Sema spiritual cover. Spiritual cover. Sema 2026. 2026. May you enjoy the assurance of God in your life. Amen. Insurance hapana, assurance. Hakikisho ya Bwana. Sema hakikisho ya Bwana. Hakikisho ya Bwana. Leo tunatuma watoto boarding. Wataenda na warudi. Amen. Hata kama wanalala na jirani ya mtoto ya mganga, wataenda na warudi. Amen. Amen. Ile moto tunawatuma nayo, ile ibada tunawafanyia leo, oh yes, itaongea kwa maisha yao. Amen. Sema fire. Fire. Sema fire. Sisikii ukisema fire, sema fire. Fire. Yaani nani alikuroga wezi inua mkono juu, sema fire. Huyo mrogi nimemrogoa. Yes. Sema fire. Namba ngapi? Results of true dedication, divine direction, spiritual cover, supernatural preservation. Yaani unakuwa preserve. Amen. Preserve. Amen. Hii mwaka kuna watu watazama lakini minus you. Amen. Kuna watu wataenda chini. Yes. Na watashangaa hauendi chini. Amen.
walitarajia na kulikuwa na dalili zote ya wewe kwenda chini. Lakini wataangalia, wanaona una maintain tu. There is a supernatural preservation. Amen. Inua mkono, sema I am preserved. I am preserved. Hey, may you enjoy preservation in the Amen. name of Jesus. Amen. Say amen. Amen. Results of true dedication are accelerated growth. My God. Yani tunakulazimisha kukua, mambo yanakuwa, mambo yanakukubali. Sema amen. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Let there be acceleration, growth in our ministry, Amen. in our marriage, Amen. in our career, Amen. in the mighty name of Jesus. Amen. 2026, we are going to enjoy the grace of growth in our life. Amen. Sema amen. Amen. Ninaona ikifanyika. Ninaona ikifanyika. Hapa ndio mahali huwa tunapita wale walikuwa mbele yetu. Wakati kuna dedication, true dedication. Oh my God, we are allowed to overtake. Amen. We are allowed to overtake. Amen. Oh, may you enjoy supersonic speed. Sema hallelujah. Hallelujah. Mimi nakwambia useme hallelujah, wewe unasema amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Ninasema sema hallelujah. Hallelujah. Inua mkono, sema hallelujah. Hallelujah. Wacha kuingia hii mwaka venye umenipangia. Never. Haita work. Hii mwaka lazima ugrow. Amen. Hii mwaka hii huduma lazima igrow. Yes. Aya. Thank you, Jesus. I am about to release the anointing. Amen. Wow. The results of true dedication. Kuna kuanga na kitu inaitwa generational impact. Watu ambao wanakuanga dedicated year in year out. These are the movers and shakers. These are the people who make impact in life. Oh, yes. Amen. Say amen. Amen. There will be a generational impact. Amen. Mimi kufaulu sio mbaya, but kizazi changu kikifaulu, oh my God, yani baada ya mimi bado watu wanafanya impact, hiyo ni success. Oh, yes. Leo ninatangaza hata not baada ya mimi, hata nikiwa tu ninaona ninazeeka na miwani kubwa na nini na bakora nikiwa 94 years. Oh, yes. Na sijapoteza memory. Amen. Thank you, Jesus. Let it happen in your life. Amen. Let there be a generational impact. Amen. Psalms 37 verse 5. Psalms 37 verse 5. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye majani mabichi, unaongoza kwa maji matulivu. Commit thy ways unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. We are going to commit. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Iko wengine hawana mshahara, naishi tu kwa neema. Nasema mimi sijaandikwa na serikali. Leo utakuwa na mshahara. Amen. Leo utakuwa na mshahara. Ni makosa kuishi bila mshahara. Amen. Ikiwa mimi niko na mshahara, sasa unaona. Mimi mshahara yangu isipojaa, naambiaga Bwana, hiyo mwezi inafuata ujue sijui kuliendaje, sikulipwa vizuri.
cheza tu kama wewe ujue mimi mshahara yangu mpaka ufanye. Let me tell you, analipaka mara 3. Amen. So nikiona ijelipo sinanga stress. Najua pengine wananiandaa mshahara ya mara 3. Amen. Sign of undedicated life. Hizi ndio ishara ya watu ambao hawajadedicatiwa. Na watu ya Mungu niliwaambia mkuwe na anointing, ni kama mkakataa. But utahitaji tu kwa hii season. Mwezi wa pili tutakuwa na anointing service again. Now, these are the major signs ya mtu ambaye hajadedicatiwa ama vitu ambavyo havijadedicatiwa. Number 1, kuna kuwa na spiritual struggle without progress. Ukiona maisha yako haina muondoko, haina kuendelea, inamaanisha haukudedicatiwa. You struggle. Maombi ni kung'ang'ana, kuamini ni kung'ang'ana, kutoa ni kung'ang'ana, upendo unang'ang'ana. Yani uko na wivu na chuki, unasema wapendwa tupendane, wewe inakuwa ngumu sana. So leo sitaki hii kwe juu yako. Na kuna kuwa na ile constant delay, unacheleweshwa, vitu yako inang'ang'ana tu. You suffer a lot of delay in your life, na ni makosa. Kuna kuanga na repeated cycle. Unajipata tu ile hali, maisha tu inaenda hivi, unapanda unashuka, unapanda, unaenda, hauendi sana, unarudi nyuma. Kuna kuanga repeated cycle. Kuna watu ukimuuliza miaka 5 umekuwa ukifanya nini, anakuambia yenyewe hata sielewi. Na si watu, hata mimi kuna miaka ambayo nikiangalia naonaga kama miaka 3 sijui ilienda aje. Sasa ndio tunakuwa serious kwa mambo ya kiroho. Sema amen. Amen. Unakuwa na lack of clarity, unakosa vision, unakosa mwelekeo, unakosa passion, unakosa kuona hatari ama faida mbele. Hallelujah. Amen. Have clarity. Anza kuona kuwezekana. Kuwa na macho tofauti na watu wengine. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, yes. Sema amen. Amen. Easy spiritual attack. Shetani akitaka kukushambulia, anakushambulia. Una receive easy spiritual attack. Ukiombewa baada ya muda kidogo tena unasema zile vitu tena zimerudi. Inamaanisha maisha yako it's not dedicated. So shetani anaweza cheza na wewe. Hallelujah. Amen. Na nafikiri nimefika mahali ambapo nimetaka nifiki. So I want to dedicate. This is the altar to God. Na najua kwamba Bwana atatubariki. Alafu baada ya dedication I will dedicate your anything that represent you, na kile unahitaji kwa maisha yako tutaidedicate. Alafu tutakuwa na anointing service. Nafikiri tutakuwa na anointing, alafu holy communion ya mwisho, na Mungu atatubariki. Sema amen. Amen. Uko hapa? Yes. Are you ready for this service? Yes. Yes. Amen and amen. Amen. Hallelujah. I want to pray. Najua Bwana ni mwaminifu. Kama umeleta vitu yako ilete. I want to pray. Unaweza toa hii pia. Itakuwa ya maana sana. I want to dedicate this service. Naomba usimame, simama.